Asifiwe. Amen. Leo nataka tuzungumze namna ambavyo nini tunavyotakiwa kuwa au nini tunatakiwa kufanya kwa ajili ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa niseme kwamba kusudi tulilo nalo tuliokusudia kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Hivi tulivyo na tunavyofanya ibada, tukiliangalia neno linasema nini kwa ajili ya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu mwenyewe amesema walipo wawili watatu na mimi nipo katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mathayo sura ya 18 mstari wa 20. Hebu nisomee mtumishi wa Bwana. Mathayo 18:20 nasema, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Twende kidogo. Anasema kwa kuwa walipo wawili watatu waliokusanyika kwa ajili ya jina lake, nami nipo papo hapo. Anasema nami niko hapo hapo, sawa, katikati yao. Nataka nikwambie jambo hili tunalolifanya hapa, tukaamua kukaa kwa ajili ya jina la Yesu, kwa ajili ya kuzungumza, sawa, kwa ajili ya mazungumzo, kwa ajili ya kujifunza, kwa ajili ya ibada. Ujue kwamba tupo kwa ajili ya kusudi la Mungu. Haleluya. Amen. Tupo kwa ajili ya kusudi la Mungu. Na kwa mujibu wa neno la Bwana, anasema mimi nitakuwa katikati yao. Sasa hapa tunaposema haya maneno, tunaamini kwamba Mungu yupo katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo wale waliojitambua kufanya ibada, sawa, wakaelewa kuhusu Mungu, amen, wanaweza kuamua kufanya ibada pasipo kusukuma wao wenyewe. Wanafanya ibada wao wenyewe. Ni wale ambao wameamua, haleluya, katika akili zao kuamua kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kumtafuta Mungu. Hata kama wako wawili au watatu, lakini Mungu anaonekana katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa jambo hili unaweza ukaitafakari. Yaani ubize, sawa, kinachotuondoa kwa Mungu ni pale ambapo tunakuwa bize, sawa, mpaka kwenye nini? Kwenye ibada. Yeye unakuta mtu Ijumapili, sawa, tuko bize tu na kazi. Sawa? Ijumapili tuko bize na kazi. Siku zote wewe ni bize tu, sawa? Unajikuta huwezi kuwa na nguvu ya Mungu. Umeshanipata? Unajikuta huwezi kufanya nini? Kuwa na nguvu ya Mungu. Unanipata? Kwa sababu ya ubize. Sawa? Watu tumekuwa bize sana. Tumeacha mambo ya Mungu. Si ndio? Tumeacha kumweka Mungu katika akili zetu. Umeona? Sasa nini kifanyike? Tunahitaji kumpa Mungu nafasi ndani yetu. Umenipata? Tumpe Mungu nafasi ndani yetu, si ndio? Kama ni siku ya ibada, umeshanielewa? Tufanye ibada. Cha kwanza, tuwe na maombi. Umeshanielewa? Tuwe na nini? Na maombi. Tukiwa na maombi, sawa, tukafanya ibada. Umeshaona? Tutajikuta tunapata nguvu ya Mungu ya kutuendesha katika nini?
katika kusudi lake, katika mipango yake. Umeshaona? Nadhani mimi ni hivyo. Unaelewa? Yaani tukiwa tunafanya maombi, yaani hapo kilichopungua maombi, sawa, kusoma neno la Mungu pamoja na kufanya ibada. Sasa ukifanya hivi vitu vitatu, unapata nguvu ya kukuendesha katika kusudi lake, mapenzi yake. Sawa, nadhani ni hivyo vitu.